Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Nitarudia pale kwa ndugu zangu Waislamu, vitu ambavyo nataka nivikazie, inabidi ujitahidi unielewe, kwa sababu ujumbe wangu wa mwisho huu sintarudia tena. Usiponielewa sintarudia tena. Itakuwa ni nafasi yako ambayo atakuwa amenisikia, amenielewa, ni bahati yake, ambayo kama umesikia lakini hujachukua hatua, na yenyewe itakuwa ni hasara kwako. Ni kwamba inabidi Muislamu, inabidi uzaliwe mara ya pili, umpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, ubatizo kwa maji mengi katika jina la Yesu ambaye alifanyika tambiko. Jina lako lifutwe kitabu cha hukumu, liandikwe kitabu cha uzima. Hiyo ndio nafasi ya kufa katika mauti ya Kristo na kufufuka katika upya wake kwa kiumbe kipya. Ndio kuzaliwa mara ya pili. Ya kale yamefutwa, sasa yamekuwa mapya. Kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako ni hatua ambayo tayari Yesu ambaye amefanyika tambiko, umeingia nuruni. Umpokea Yesu ambaye ndiyo nuru ya ulimwengu. Umempokea Yesu ambaye amefanyika tambiko kwa ajili ya ukombozi wako. Kifo cha Yesu Kristo ni kwa ajili ya dhambi zako, na kufufuka kwa Yesu ni kwa ajili ya ukombozi wako. Hapo ndio hatua nyingine ambayo nasema kwa ajili ya ndugu zangu Waislamu. Katika nafasi hiyo hakuna nafasi nyingine ambayo inaweza ukamuona Mungu, kwa sababu Yesu tayari ameshakwambia kwamba yeye ndiyo nuru ya ulimwengu. Yeye ndiyo kweli, yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Katika nafasi hiyo ni hatua ambayo namakueleza kwa nafasi ya mwisho kwamba ni kweli Waislamu najitahidi kuwa waaminifu na kutembea katika njia ya unyoofu, lakini bahati mbaya kwamba njia yako, kila kitu unachokifanya hujaingia nuruni. Kama hujampokea Yesu bado uko nuruni. Ndio nasema vitabu vitafunguliwa na kitabu kingine kitafunguliwa ambacho kina majina ya watakatifu ambayo kimepigwa mihuri 7 nje na ndani. Hapo nikupa uhalisia wa kitu. Mambo ya duniani ni bayana ya na mambo ya mbinguni. Ni kwamba kila kitu kinachofanyika hapa duniani na mbinguni jiko vile vile, utaratibu ni ule ule. Huwezi kuingia popote pale bila kuandikishwa. Huwezi kuingia ofisi popote bila kuandikishwa. Huwezi kuingia kazini bila kuandikishwa. Utaratibu wa kuandikishwa huko pale pale. Na mtu ukiingia kwa Mungu, uingie lazima uandikishwe majina. Ukiandikishwa majina unajulikana na Mungu, unakuwa mwana wa Mungu, unazaliwa mara ya pili katika neno, unahesabiwa haki katika imani. Hapo nafasi nyingine ambayo nakwambia kwamba hapo inabidi uzaliwe mara ya pili, uwe kiumbe kipya. Usitake ushabeki kwa mtu yoyote, kwa neno lolote, kwa mtu yoyote kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu ni Mungu ambaye kila mtu anaingia binafsi peke yake. Yesu amekuja kuiondoa mauti. Ndio mauti, ndio ile dhambi ambayo Mungu alilaani hapo Adamu, akasema kwamba utakufa hakika. Akitokea utakufa hakika, ile hakika ya Mungu haiwezi kufutika. Ndio kamgharimu Mungu tena kuja hapa duniani kwa ajili kutengeneza kitu hicho. Ndio maana mauti ilitawala tangu Adamu mpaka wana mbatizaji, ambapo Yesu ambaye ndio Mungu alikuja hapa duniani ili kutengeneza kila kitu ambacho kufanyika tambiko, ili mwanadamu ahesabiwe haki bure. Ile dhambi, ile sheria isiwe na nguvu kwako tena, ili ahesabiwe haki kwa neema, sio katika matendo ya sheria. Ndio inabidi uzaliwe mara ya pili katika neno, uhesabiwe haki katika imani. Neno ndio Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, lilikuwa Mungu, naye ndiyo Mungu. Kwa hiyo katika nafasi hiyo, ndugu yangu, inabidi uzaliwe mara ya pili. Uhesabiwe katika imani, uzaliwe mara ya pili katika neno. Uwe kiumbe kipya, ya kale yamefutika, sasa yamekuwa mapya. Kwa hiyo usijivunie kwa chochote, usiangalie mwanadamu, nenda binafsi peke yako kwa Mungu, uhesabiwe uzaliwe na Mungu. Mwanadamu alizaliwa mwanamke, hakuna mwanadamu alizaliwa mwanamke aliweza kurithi ufalme wa mbinguni. Mtu aliyezaliwa mwanamke maisha yake ni machache, lakini ukizaliwa na Mungu huyo ni wa milele. Kwa hiyo hata uzaliwa katika uchafu, ukaumbika katika dhambi, inabidi uzaliwe mara ya pili. Uhesabiwa katika imani, ujulikane na Mungu, matendo yake yawe nuruni. Hata ukijitahidi kutenda mema yajulikane na Mungu. Unaweza ukajitahidi ukafanya mema, ukafanya kilicho chema, lakini kama hujajulikana Mungu yuko gizani.
Kuna sehemu mbili, kama uko kwa Mungu, uko kwa shetani. Kwa hiyo sehemu mbili tu. Njia ya Mungu ni njia ya Yesu Kristo, ndio tumepewa kuokolewa kwao katika jina la Yesu. Na hapo ndio nakuelekeza kwamba hiyo ndio njia pekee, na ikuwa na kimaliza hicho kipande huko, na jitahidi ukanielewe katika jina la Yesu. Naomba na kuamini kwamba umeyapokea. Amina.